Simulizi ya Al-Kaaba inaanza katika nyakati za mbali sana, wakati nyumba hii tukufu ilipojengwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu kupitia Ibrahim na mwanawe Ismail, ikiwa ni nyumba ya kwanza ya kumwabudu Allah pekee. Lakini miaka ilipopita, watu walibadilika na ibada ya tauhidi ikachanganyika na shirki, mpaka Kaaba ikajaa masanamu na ikawa tofauti na ilivyokusudiwa. Kisha ikafika mwaka 630 miladia, wakati wa ushindi wa Makka. Mtume Muhammad aliingia Makka akiwa na nguvu ya haki, akaingia ndani ya Al-Kaaba. Ndani yake kulikuwa na masanamu zaidi ya 360. Mtume akaanza kuyavunja moja baada ya jingine, huku akisema, haki imekuja na batili imeondoka. Hapo ndipo Kaaba ikasafishwa kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu wa upotovu, ikarejeshwa katika ibada ya Allah pekee. Lakini historia haikuishia hapo. Mwaka 683 miladia, katika vita kati ya Abdullah ibn al-Zubair na Bani Umayya, Makka ilizingirwa na Kaaba ikapigwa kwa mawe na moto. Moto ulienea na sehemu ya Kaaba ikaharibika. Hii ilikuwa mara ya kwanza Kaaba kuathiriwa moja kwa moja na vita baada ya Uislamu. Baada ya tukio hilo, Ibn al-Zubair akaijenga upya Kaaba kwa muundo mpya aliosema kuwa unalingana na maelezo aliyosikia kutoka kwa Aisha bint Abi Bakr, akiongeza sehemu ya Hijr Ismail ndani ya jengo. Lakini miaka michache baadaye, mwaka 692 miladia, gavana Hajjaj ibn Yusuf akaingia Makka baada ya ushindi wa Bani Umayya na akaamuru Kaaba ijengwe upya tena. Hivyo Kaaba ikabadilishwa tena na kurudi katika muundo wa zamani uliokuwa kabla ya Ibn al-Zubair. Miaka ilizidi kwenda. Mafuriko makubwa yakaja Makka mara kadhaa. Maji yakafika mpaka msikiti mtakatifu na kuta za Kaaba zikapata uharibifu makubwa mara kwa mara. Kila mara ikawa inarekebishwa na kuimarishwa, lakini haikupoteza nafasi yake. Katika karne za Ottoman, moto na uchakavu vilisababisha ukarabati kadhaa. Viongozi wa wakati huo wakaihifadhi Kaaba kwa matengenezo ya mara kwa mara. Na hatimaye kufika zama za kisasa, chini ya viongozi wa Saudi Arabia kama Abd al-Aziz ibn Saud, msikiti mtakatifu ulipanuliwa kwa kiwango kikubwa na Kaaba ikahifadhiwa kwa teknolojia ya kisasa bila kubadilishwa muundo wake wa msingi. Leo hii Kaaba ipo katikati ya dunia ya Waislamu, ikiwa kibla ya mamilioni ya watu kila siku, na kila mwaka mamilioni huzunguka nyumba hii tukufu katika ibada ya tawaf. Na licha ya historia yote ya kuvunjwa, vita, mafuriko na matengenezo, Kaaba haijapoteza nafasi yake hata siku moja, bali imebaki ishara ya umoja wa tauhidi na nyumba ya kwanza ya ibada ya Mwenyezi Mungu duniani. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Hekima za Kale ili uwe wa kwanza kupata update mbalimbali za kidini na mazuri kutoka katika historia yetu ya Uislamu.